Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiangalia namna ambavyo kikosi chao, mambo ambavyo yanavyozidi kwenda kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sasa mimi nimekusogezea taarifa kutoka shirikisho la soka la Tanzania juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao unaofuata baada ya ile dabi ya kwanza ambayo ilipigwa hapa na zungumzia kule Zanzibar na Young Africans kupokea kichapo cha bao 1-0. Sasa wanakwenda katika dabi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Huku ndiko ambako mshike hali tete, tumbo kuwaka joto, nani ataweza kuondoka na alama 3 katika mchezo huo. Na mimi nimekusogezea mabadiliko yaliyofanyika katika ratiba ya mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo inaelezwa kwamba kila kitu kimeweza kubadilishwa na shirikisho, ambapo wengi walikuwa wakitarajia kuweza kuona vile ambavyo inavyokuwa, lakini imekuwa tofauti na vile wengi ambavyo walitarajia. Ni mabadiliko yapi hayo? Utakwenda kuyajua hapa, kwa sababu kila kitu, taarifa kamili ambayo ipo mimi nimekusogezea, utakwenda kujua kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu niloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine, unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yanavyozidi kwenda kwenye kikosi chao, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa wa kile ambacho kinachofanyika kwa sasa kwenye kikosi, licha kwamba mambo ni mazito kwa upande wao, hofu inazidi kutanda juu ya kocha wao na namna ambavyo kikosi chao kinavyocheza. Sasa mimi nimekusogezea hayo ambayo yamesogezewa na shirikisho la soka la Tanzania juu ya mchezo huo, ambapo kulikuwepo na maneno mengi juu ya mchezo ambapo unakwenda kuchezwa, lakini mambo yakaonekana kukubalika, ambapo ni kuhusiana na uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, kwamba hauna hadhi ya kuhosti mchezo huo, ikiwa kwamba majukwaa yake ni madogo na sababu zikawa ni nyingi. Lakini mwisho wa siku Simba wakawa wamekomaa na kusema ya kwamba mchezo wa dabi utapigwa hapo hapo katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Sasa shirikisho la soka la Tanzania alikuona kwamba kuna haja ya kuiacha hivi, wakaamua kuifanya iwe ya kitofauti. Baada ya malalamiko kuwa ni mengi juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, hususan upande wa waamuzi, ni rasmi shirikisho la soka la Tanzania TFF limethibitisha juu ya uwepo wa waamuzi kutoka nje ya Tanzania kusimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo kwa kile ambacho kimeonekana kwamba pengine kumekuwepo labda na viashiria, wengine wakihisi labda kuna wengine wanapendelewa, kuna wengine wanawatumia waamuzi. Lakini sasa inaelezwa kwamba kama unataka kuwapa rushwa na hawa,
basi unaweza kufanya kile ambacho kinaonekana, ukiweza kushuhudia namna ambavyo mambo yanavyokwenda, ambapo mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Simba na Yanga unaotarajiwa kuchezwa Mei 3, 2026 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo unaendelea kuvuta hisia za mashabiki, huku taarifa zikieleza kuwa waamuzi wa pambano hilo wakatoka nje ya Tanzania kama ilivyokuwa msimu uliopita. Safari hii macho na masikio ya wadau wengi wa soka yameelekezwa kwa mapirato wa mchezo huo, ambapo inadaiwa kuwa waamuzi kutoka Morocco watapewa jukumu la kusimamia pambano hilo kubwa la watani wa jadi. Uamuzi huo unatajwa kuongeza uzito wa dabi hiyo, huku ukitarajiwa kuleta ushindani wa haki na kupunguza malalamiko ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara katika michezo ya aina hii yenye presha kubwa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, mwamuzi wa kati atakuwa ni Hamza El Faruku akisaidiwa na wasaidizi wake kama Raisene Azikawi na Hamza El Nasri, huku Mustafa Akichafu akiteuliwa kuwa mwamuzi wa hakiba, yani force official. Kikosi hicho cha waamuzi kinatajwa kuwa na uwezo mkubwa katika kusimamia mechi za kimataifa zenye ushindani mkali, jambo linaloongeza imani kwa mashabiki na wadau wa soka kuwa mchezo huo utaendeshwa kwa viwango vya juu. Hatua ya kuleta waamuzi kutoka nje inaonekana kuwa mkakati mahususi wa kuhakikisha uwazi na haki vinatawala, hasa ikizingatiwa historia ya dabi ya Kariakoo ambayo mara nyingi imekuwa ikigubikwa na mvutano wa hisia kali kutoka kwa pande zote mbili. Ikumbuke kuwa msimu uliopita katika mchezo wa mzunguko wa pili wa dabi ya Kariakoo uliochezwa Juni 25, 2025, waamuzi toka Misri wakiongozwa na Mohamed Omari, hatua iliyosaidia kupunguza malalamiko, kuongeza uaminifu na uwazi kwa mashabiki wa soka, huku wengi wakiwa na matumaini ya kwamba pengine kuletwa kwa waamuzi kama hawa kutaongeza ile chachu ya kuwa na haki katika mchezo huo, huku yale makosa ya kibinadamu wakiamini kwamba hayawezi kujitokeza. Ikumbuke kwamba katika mchezo huu hakuna VAR, kwa hiyo pengine wanaweza ukasema ya kwamba hawa wanaoletwa wanaweza wasifanye makosa, lakini makosa kwa sababu hakuna video ambayo labda tuseme kwamba VAR unaweza kwenda kurudia kuangalia kile kilichotokea, lakini kwa upande huo iko kitu kwa upande wa Tanzania hakipo. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona mchezo huo utamalizika vipi na utachezeshwa vipi katika ngazi ambayo pengine mpaka kuleta waamuzi ni kwamba wanataka haki itendeke. Lakini pia licha ya hayo yote ambayo yanayoendelea kwa sasa, ikumbuke kwamba katika mchezo huu ambao wanakwenda kucheza klabu ya soka Young Africans, ikumbuke kwamba tayari wameshajiingiza katika ile pressure ambayo baada ya kupoteza mchezo huo, na ikumbuke ya kwamba katika mchezo huo bila shaka huenda ndio utakaoamua hatima ya kocha Pedro kama ni kuendelea kusalia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ama kuondoka, kwa sababu atakapopoteza mchezo huo, basi ni wazi kwamba viongozi hawatakuwa tena na msalia mtume kwenye hili. Unadhani nani anaondoka na alama 3 katika mchezo huo, ama matokeo yatakuwaje? Kwa sababu kuna matokeo matatu, kuna sare, kuna kufungwa na kuna kufunga. Nani anaweza kaondoka na chekelea, ama wote wanaweza kugawana pointi? Maoni yako ni upande wa comment, usiache hapo kuandika maoni yako, ila pia usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kuendelea kuwa familia ya watu ambao wanapata habari